waletea tangazo la kuhuzunisha. Na Raila Amolo Odinga ameaga dunia. Na habari tunazozipokea kutoka India zinadhihirisha kwamba Raila Odinga alifariki mapema hii leo. Na tangazo rasmi linasubiriwa kutoka kwa familia ya Odinga na serikali ya Rais William Ruto. Na mtazamaji, tukirudia tena, tunasitisha matangazo haya ya moja kwa moja kuwaletea tangazo la kuhuzunisha ambapo Raila Amolo Odinga ameaga dunia. Na mtazamaji, habari tunazozipokea kutoka India zinadhihirisha kwamba Raila Odinga alifariki mapema hii leo asubuhi. Na tunapotoa tangazo hilo, tunasubiri tangazo rasmi ambalo litatolewa na familia ya Odinga na serikali ya Rais William Ruto. Na mtazamaji, kwa yule ambaye anatazama kwa hivi sasa, ni kwamba tunasitisha matangazo yetu haya kuwaletea like, subscribe, comment. Y'all know what's What's up, my people? This is the Curiosity Chronicles. Big boss in the building. And of course, man, it's your boy Vinay bana Jo. What's up? Java James is in the building. Manze. Bana mkwaje. Mimi unajua niko na huzuni bana. Sisi bado tunalia, tuna mourn, mourning bana. Hakuna mtu ako best. The enigma is gone bana, the king. Hakuna mtu aliwahi fikiria a time like this. Bro. Itawahi fika in the history of Kenya. Bana, hiyo siku kwanza, unajua madhangu ndiye alinipigia. Madhangu ndiye alinipigia. Information inatoka home. Madhangu ndiye alinipigia akaniambia ati, umeona news? Nikamwambia, mimi ndio nimeamka. Sijaona anything bado. Ati bana, Raila amesonga. Nikamwambia bana, hebu tulia. Lakini bana, Raila amesurprise wa Kenya. Vibaya sana. Kifo yake imekuwa tuna expect kitu kama hiyo bana. Alafu tulikuwa tukigrow up tulikuwa tunajua like Raila anakuanga mtu superpower. Like yeye bana ni immortal bana. ICD. Hakuna tunajua imehit wazazi wetu sana kuliko hata vile imetuhit sisi. Ukicheck bana, hao watu wazee achana hata na millennials, sasa watu wazee sasa hiyo kitu imewahit. Hao ndio wanajua Raila vizuri. Achana na Gen Z wanasema siji Raila amebetray nini. Hata wa Gen Z hakuna mtu unajua hao watu wa kitambo ndio wanajua struggles hiyo jamaa alipitia during hizo days. Second liberation. Unajua pia wezi blame Gen Z sema kuna watu wengine wako wanaelewa Raila alikuwa analeta kwa hii country. So hata mimi kuna zingine sasa video reality nataka kuanza kuhit. Mimi kuna vitu zingine nimesikia nyanga sana. Kumbe so Raila alikuwa unajua after shazikwa sasa ndio watu watarealize kumbe huyu jamaa alikuwa wa maana. Unajua mimi nacheki pale mtandao wa Kikuyu wameanza ufala zingine like kuna vile wanaongea ujinga tu, so unashindwa hizi ni gani unapata get. But after shazikwa ndio watu wataona effect yenye Raila alikuwa analeta kwa hii country. Jubana o jamaa unajua kifo ya huyu jamaa sasa kitu ya kwanza after huyu jamaa ameshazikwa inaenda ku change everything in the political kabisa plus unajua juu sasa kwanza hatujui sasa hivi for now hatujui fate ya ODM inaenda kukuaje kabisa. Kwanza vita inataka kuanza hapo ODM. Nani anaenda ku take over? As at now ODM niliona walichagua elder brother wa Raila akue kama acting party leader for now. Mimi nakanganyika, it's a family thing. Obviously hiyo nayo hadi nashuku sana wakisema sasa juu wameka tu Oburu as an acting. Utapata sasa wakiamua wachague msee wanaweza chagua hata huyo sana wake. Either wanaweza chagua ule anaitwa Jao. ODM nashuku sana kama wanaweza chagua mtu mwenye correlated na Odinga ati akue party leader. Unajua haitawahi kuwa the same time. Of course haiwezi kuwa the same time. Na watu tu unajua washatoka official. Hata Uguri mwenyewe alisema hawezi fit kwa the shoes ya baba. Kuna mtu anaweza fit. Hawezi fit man. But pia drama pia mingi zimetokea hizo ni 2 days ama 3 days. Watu wanaanza kunini Babu Owino. But on nini? But me na feel like kwa hii situation ya Babu Owino na feel like majority wa like wanapenda tu Babu.
ako na love all over the country. Juu hata uliona ile day venye alienda Karen kumkondol na Kinaida. Crowd ilianza tu kushout jina yake. Alafu watu wanaanza kusema yeye ndiye ameorganize. Sasa hivi ni time ya sasa umeorganize anga. Hata sasa unajua hata hakuna time. Kwanza hiyo news ya Raila kukufa ilikuwa tu ilipata wase off guard. So umeorganize anga. So mimi naona watu waache tu ku hate Babu for no reason. Na pia reality ni pia anaweza fit. Hata kama hawezi fit kwa shoes za Raila, lakini anaweza at least anaweza fit into your position. Ucheki comments watu wengine wanasema sijui Babu alibetray Raila at time yenye Raila alikuwa na need the most. Yeye alikuwa ameanza kucampaign bila anataka kuwa the next kingpin. Hakuna betrayal hapo. Alikuwa anajiprepare. Raila was ailing. Raila alifika ile time yenyewe kila mtu anaona. Alikuwa na campaign anataka kuwa the next king. Hakuwa na campaign, alikuwa anasema tu ati sasa Raila akitoka. But of course lazima pia kuwa na hiyo conversation ya Raila akitoka nani anaenda what next? Okay, sasa ametuacha. Hakusema nani atachukua ODM after yeye. Unaona? Hakusema nani sasa ataacha Wajaluo ama the Nyanza region kwa mkono yao. So mimi naona hata kama alikuwa na campaign still ako tu right. Bado conversation yenyewe lazima tu watu wangekuwa nayo before na alipoa Babu alianza mapema. Hata tukirudi nyuma Raila mwenyewe alikuwa ngakani. Unaget? Alikuwa kani. ODM si ati Raila ndiye aliform. ODM ilikuwa patia nani? Kijana wa Malwa. Unaget? So na hata pia Raila pia na buda yake yeye pia hakusema ati hakungoja ati buda yake amuachie. Alitoka kwa party buda. Like kuna vitu zingine upewi, you go for it bana. Atumesema ati chama ilikuwa ya ODM haikuanga ya Raila. But mbona anakuanga recognized kama founder? Sasa yeye sasa alifanya ODM ikajulikana. Raila alikuanga KANU, but sasa kitu ilifanya atoke KANU ni juu Moi alinini. Hakuwa anataka multi-party. Si hata hiyo Moi aliamua kuchagua Uhuru kama nini successor wake. So hapo ndo Raila kasirika katoka KANU. So kutoka KANU yakaamua sasa kujoin kijana wa Malo. You see ati yendo ODM alianzisha from the scratch. Hiyo ni story siku hadi najua mimi. Search tu utacheki. So bana, but mimi na feel kama Babu Owino anaweza kuwa the best fit. Ni ile tu kuna watu bado wanampiga vita chini ya maji. Hata alikuwa amesema ati kuna watu wanapanga kwa burial atuwampige. Hiyo niliona hiyo tweet yake. Kuna amepata intel ati kuna goons wamekuwa organized kwa mwattack kwa hiyo either between leo na kesho. Kuna clip fulani ya Gaucho ina trend sana. But I think saizi hiyo clip ya Gaucho pia niliona yenyewe alikuwa anasema ati angekuwa MP angekuwa ameshashoot mtu saizi. Bana watu wanaongea vibaya. Mimi naendanga pale hata na check comments. Unajua ni sahi hizi nini posts za about Raila and about vile watu wanamon and everything. Mimi naenda tu kwa comments. Juu unajua kwa comments ndio unapatanga vile watu wana fail. Juu mtu ana type ndio kitu anajua. The thing ni saizi unajua kila mtu amekasirika especially supporters wa baba. But mi pia na feel saizi viongozi hii si time ya kuleta politics kwa hii ya kifo ya baba na before hata akue buried. I think watu wanafaa tu chill, watulie kwanza na baba akue tu send off kwanza vizuri. Ndio politics itakuja baadaye. Lakini naona ni kama bwana hii story ya Raila kuenda inataka change vitu mingi. Already imesha change. Kwanza tuanze na hao watu wenye kuna konga na watu wengine hapo ODM wanafanyanga absolutely nothing vile waliingia kwa politics hadi saa hii. Wamekuanga tu akichaguliwa juu baba ameshikilia mkono ya huyu. Ameambia wananchi huyu ndio tosha. Kuna watu wenye wanaenda kuona moto sana hapa mbele. Kuna watu wamekuwa tu akishikilia koti ya baba. Hiyo support ya baba unajua ilikuwa the moment kwanza baba ameshakupea support na umekuwa nominated. Of course chances zako za kuwin ilikuwa ngani high. Sasa hivi sasa hiyo itakuwa bit ngumu kidogo.
Sasa itakuwa watu watakuwa wanaendanisha na every month kitu watu kitu ground inasema sasa ni ground because kuna watu political career zao ni kazi imekufa sasa time baba kabisa. Kuna watu washaluzo wanajua but unajua pia wakienda kuomba kura kwa wananchi hakuna kazi wanafanyanga. Ukikuja kwa historia mwenye anaweza take over ODM umejua pia in as much as watu wanapenda babu si ndio bado unafaa kuconsider kuna wale mapioneers wa ODM wale wa kitambo kina the likes of Professor Nyang'nyong'o, kuna Orengo, Gladys Wanga pia kwa hapo saizi. So there are so many mbadi. Kuna watu wa ODM for long. Kuna kina Joho, unajua at some point sijui kama Joho bado anakuanga deputy party leader ODM mama. Sasa deputy party leader ni governor wa Mombasa Yenye hata mimi nilikuwa najua ati yeye sasa ndiye atakuwa sasa the party leader acting. Hivyo ndio inafaa kama ni protocol inakuwa follow. So but let's see venye kutaenda but mimi kitu najua I don't really think kama ODM inaweza kubali kupeana someone else outside the family of bila shuku sana inaenda kuwa Jawako ama na shuku sana Oburu Odinga wenye ameshawekwa acting hivyo yeye ndiye anaweza baki tu kama juu yeye ndio the eldest plus unajua mtu kaa Babu Owino naye zipewa unajua mbona juu unajua kwa party leader wa ODM inataka mtu at least anaweza tuliza wasi mtu hata ambiwe nini asira itamwafect sasa unaona hata kukasirika juu ODM inakuwa na mavita so uko mtu mtulivu mtu mwenye unaweza make the na pia unaona hata kama uko na hasira kitu unasema hiyo kitu inawezekana but ni ile kuna tu watu walishamuanga bana babu sio unasikia di matanga ya Dalmas ilifanyika last time yenye babu sijui watu walimshangilia akina nani waka PS huyo anaitwa nani Raymond akajamba hapo wakasema huyo mtu analeta vurugu anatoka kwa familia nani kumaanisha politics pia ina matter sana wewe kama familia yenu unatoka wapi so kuna watu tu walishamuanga bana babu haizi tu nini haizi tu lead hapo kwa hao politicians kuna tu wenye washaka kwa hiyo nini sana wakasema jua cha bana babu haizi tu nini but unajua politicians nayo wamtaki hiyo ndo the truth but ground ukiangalia ground wanamtaka hata ukiangalia ground babu ako na wase hata ukiuliza tu wase opinion yao sasa being that saizi baba hayuko hata saa hivi watu penye amekuwa crowd akiingia tu so baba atakuwa nani ata take over from baba nani anaweza kuwa na hiyo influence kwa ODM na influence inaonekana tu inaonekana ni ground inasema tu babu so pia hata mimi naona ODM wakiamua ati hii kitu hawatapea babu wa fix mtu hapo bado watu hata mimi nafikiri kama si kitu yenye ati party ama politicians ndio wanafaa kupeana ni wananchi tu wakishaamua ni hivyo by the kutaka umoja sasa hiyo wakitaka tu umoja wachukue tu Babu Owino bana Babu Owino pia tu kwa hiyo kitu ukiangalia mtu kama Senator Sifuna Senator Sifuna pia hayuko yeye pia ni mnoma hapo fit shida yenyewe iko ni yeye pia ndio Secretary General wa ODM yenyewe iko ni moja watu watasema ati yeye ni Mluya yeye si Mjaka unajua pia kuna kwa na hizi bado za tribalism bado iko hatuwezi jifanya ati ni tribalism bado iko watasema tu ati yeye naye ni Mluya hapana kasa hii watu washaanza ati Babu Owino hatuwezi mpea juu ameoa Mkikuyu si ati yeye mwenyewe ni ameoa unacheki watu wanasahau hata Raila son wake Fidel alikuwa ameoa Mkikuyu alikuwa son wake alikuwa ameoa sijui Mrwandese ama nini but kwa familia Odinga bado kuna Wakikuyu wengine unaget sasa uwezi sema ati atupei huyu jamaa juu ameoa Mkikuyu but hiyo ni reasoning mbaya bana watu wana reason hivyo tukao kina Gaucho unaona Gaucho amejamba yeye amesema bana wewe jamaa analeta aje vurugu kwa nini hapa but hiyo mambo ya vurugu haifai alafu tena kitu tena ili disappoint most of the people ile time ile ilikuwa Friday ama lini body viewing ile akasa ilikuwa Thursday nimeona saizi for almost 4 people have been killed so far hiyo ilikuwa Kaasani Nyayo but hii inatuonyesha tu how incompetence bana leadership ya Murkomen niko unajua huyu jamaa
anajifanyanga tu ako busy for nothing. Kila time unaona tu Murkomen inakotua anatembea. Yaani atuliani anatembea tu huko. Hiyo siku kasa kuna clip yake fulani ako busy. Anakimbia kwenda ku like anafanya amekasirika after watu wameshakuwa busy doing nothing. Na bro, watu wameenda kumona. Jumi kitu tunajua. Au polisi na nini they take orders. Jumi naona hata kama kulikuwa na crowd ilikuwa mingi hapo kasa nini kulikuwa na vurugu, lakini hiyo ni tia gas alone inaweza disperse bana nicely tu. Si lazima bado kuna hadi mtu alikuwa shot on the head with a live bullet. So mbona polisi wanatumia live bullet? Watu wenye hata wajaenda maandamano. Si maandamano. Hawajaenda na any weapon. Watu wamebeba tu matawi tu na flag. Watu wameenda kumona. Sasa mbona kwanza hata sielewi mbona polisi walienda na live bullets. But mimi naweza sema kulingana na conversation pia nilisikia kuhusu hiyo kwa watu kuleta vurugu ama watu kuuliwa kwa matanga ya Raila. Naweza sema like security iko ready for this. Kwa sababu ukiangalia hata Nyayo jana vurugu ilikuwa mingi vile ilikuwa kasa. Acha hata tuachane na mambo ya security iko ready for this. Aya mbona walikuwa na bullets in the first place? Najua kwa ready for this. Yes, mbona muende na bullets mwanze kuwa watu wenyewe wako peaceful? Like si ati wamekuja kupiga mzee, wana demand tu, si tunataka kuona king wetu manze, tunataka kumuona. The thing was kitu ilileta vurugu ikawa watu kauliwa. Nasikia walianza kurusha mawe. Hiyo ni speculation tu. Walianza kurusha mawe. Walianza kurusha mawe, wengine sijui kaanza kufanya nini. Like walianza polisi wakashindwa kucontrol hiyo nini. That's why wakaanza kupiga watu risasi. But saa hii unaweza ona improvement ya security place hii kwa hata Kisumu so far hakuna mtu ameuliwa. Vurugu zimetoka zote zishakuwa control. So unaweza sema tu ni ile design kitu tu ile erupt tu mara moja. Pia government pia ilikuwa ilistuka pia. So huwezi sema kila time ati government. Najua alafu pia kuna bills zenye Ruto design hiyo siku ilikuwa Raila tangazo amededi. Nasikia kuna bills kama 6 zilikuwa 8. Mimi ushagaa sana na hiyo ya kwanza yenye imepitia pia tulia kwanza. Nashangaa kwanza na vile tunaweza kuwa tukimon lakini kuna vitu zinafanyika chini ya maji. Unajua watu walikuwa wamengoja, kuna watu wengi sana wenye tulingoja watoe condolences zao. One of them being Obama, the president. Unajua president alitangulia kupost hizo bills zake before hata atoe condolence official announcement. Bana, so kwa page yake ametangulia na hizo bills. So unashindwa kwani hiyo ilipata kama already of course the state ilikuwa imesha receive the news that bana. So watu wanangoja at least hata president post pale alafu ndio aite sasa press conference. President hakupost, yeye amekuja akapost bill zenye ameekelea. But inasemekana hii news hata ya bila delay kutangaza news ya Raila amededi. Like watu walijam tu na mbaya sana. Cause yeye anajifanya alikuwa busy, anafanya but yeye ndo watu wa kwanza kujua huyu boys huyu mzee ameenda. In which hiyo ndo kitu angeweka priority first ya kwanza. Ange break news kwanza ndo aendelee na hizo mabill zake. Na hebu ni allow niongelee kuhusu hiyo bill. Kuna bill alisign ya cyberbullying, sindio? Saa hiyo walisema ukicomment hata kitu ama DM mtu kitu ina kama tusi yenye inamtishia maisha ama huyo mtu aende hapa amededi kitu. As long as tu wewe ndio ulikuwa the cause ama unashuku wewe ndio ulikuwa the cause of kifo ya huyo mtu ama ulithreaten tu mtu. Ikuwe kwa DM, ilikuwa tu ulitumia account yenye si yako, inaitwa sudo account. Ikuwe ulitumia sudo ama nini, unakuwa jail for 10 years ama unakuwa fine 200 million. Nasikia. Na hizi ndio vitu zenye Raila alikuwa anaongelea. Like hiyo na bado unajua bado inapea government power ya kushut down social media. Si ndio?
na kudelete apps. Hiyo already wanaua Gen Z because Gen Z weapon yao. Mimi najua wanaenda sasa kutumia hiyo chance maybe ku shut down kitu kama TikTok, X during elections. Kwanza unajua hiyo bill nilicheki. Kitu ilinishtua ni government iko na authority ya ku pull down post ya msee without a court order. Ama bila hata hawafai tuseme sasa hivi umepost kitu hata Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, hawahitaji court order ama hawahitaji nini niseme aje, hawahitaji kuulizia from Meta ama wenye hizi nini providers wa hizi accounts una get. Yenyewe sasa unaweza post kitu hata YouTube tuseme vile tunaongelea hata impunity vile gava iko, unashtukia tu video wame pull down na hata wanaweza funga account yako juu tu ume question government. So na kitu inashangaza ni hizi ndio the same things zenye Raila alikuwa anafightia. Sasa wanangoja kufe alafu hata turudi place alianzia. Hiyo ni era ya Moi ndio tunarudishwa. So it's like tunaenda instead of going forward tunarudi nyuma. Na hiyo ndio kitu Uhuru aliongelea jana. Like vitu kwa hizo ndio watufai. And then by the way uliona venye crowd ilichia Uhuru. Ili receive bana former president. Unye ni vibe bana. Wewe unakataa mwenye bana. Vibe kabisa. Tunadhani constitution inaweza allow mtu mwenye alikuwa orezo tena anini tena. Haikubali yake. Currently constitution haikubali na pea tu mtu up to 2 terms. Lakini mimi kitu na predict ama kitu naona inaweza fanyika in future. The current government najua ita try so hard kujaribu kuchange constitution. Juadi bado kulikuwa na ile conversation ya president should be allowed to go up to 7 years. Na najua hiyo kitu itaendelea. Na hiyo kitu I'm sure itarudishwa sasa vizuri. Before 2027. And unafeel kama tunaweza kosa kwenda bro. Sasa penye tunaenda sasa ni Kungori. Sasa ni Kungori juu hakuna mtu msatakuwa anatetea watu. Unajua watu wanaonanga Raila ni kama anaendanga kwa handshake for selfish gain. But sasa ndio watu sasa ndio reality ni kama hapo anaenda juu ya hiyo. Juu hata ingekuwa analipwa kwani sasa ndio angekuwa the richest person ever in this country. Just imagine kila government kitu Raila alikuwa na like ana advocate for ilikuwa Kenya iko at peace bana. Kenya iko imagine vita ikianza. Tumejua vita ikianza ina kwa hebu cheki hizi countries zenye washai fight kukakuwa na anarchy. Hizo countries hazijai rudi normal. Na Kenya place tuko hata kama tunateswa na gavana nini but tuko in a better place bro. Umejua the moment kumekuwa na political instability kwa country hakuna kitu huwa ina run normal kabisa. Ya kwanza pesa, economy inaenda chini. Kuna insecurity, juu hapo ndio sasa bado wezi wanachukulia advantage. A lot of lives, properties inakuwa destroyed. So hizo ndio vitu Raila alikuwa anajaribu kuavoid. Hata cheki vile nini Nepal, unajua tulisifu Nepal nini but watu wenye wako huko kuna vile wanaifeel. Ile hiyo time ya maandamano and everything. Imagine watu wenyewe sasa mashop zao zilivunjwa, kila kitu ikachomwa nini, umerudi zero. Bana. Kila kitu yani ilirudi zero, mabiashara so kila mtu anaanza fresh. Hebu imagine kitu kama hiyo, state kama hiyo. So inamaanisha hata properties zenye mlikuwa nazo imeharibiwa, so bana mnarudi nyuma. But hapo naye anaweza kuchallenge. Najua at least kwa hao walitoa huyo mtu mwenye alikuwa na ndio wamemtoa. Najua inakaa ni kama ng'ombe ilikuwa na kitu kwa magoti yake ukaitoa, hata kai ilikatwa but umeitoa ikarudi ikakuwa fit, si ndio? Kumaanisha hata Nepal vile walitoa huyo prime minister wakamini, hata kama unaanza from the scratch but the cause of the thing umemalizana na. Najua sasa hii Kenya tuseme vita tu itokee, which itatokea hapa mbele. Vita tu itokee. Tuseme nataka kutoa huyo rezo kwa nini? Najua vitu mingi zitaharibika. Hata tuseme CBD, kuna watu wengi wataanza from there. But acha nikwambie one thing with Kenya. Kenya
with the government mwenye tuko nayo in place sahi, sile government ya kurudi nyuma ati kubend, sijui kusema ati ya nimesema enough is enough, acha nijitoe. Ini government yenyewe bro, watu watadate. Hiyo ndio unajua watu waoni ni kama hiyo ndio Raila aliavoid. Hebu imagine watu wangeendelea tu kwenda maandamano, watu wangedate aje? Kama mtu mwenye anauza tu mask anapigwa risasi, mtu unakujiwa home, polisi wanatoka all the way from Nairobi hadi Homa Bay, wanakujia mtu mmoja, wameamua waende hasara ya fuel and everything, wakuje mtu mmoja na wakuje waue Nairobi na warudishe mwili. Mmekuja kumon Kasarani nini, mmekuja kumon Raila bado Nyayo, mnapigwa risasi. So hebu imagine hiyo mkoo amjafanya kitu mbaya, sasa mmeenda maandamano tunataka kutoa hii government. Gava itafanya nini? Sisi sasa tunarudi zile za ukoloni sasa. Bro, watu watauliwa. Unajua hiyo ndio kitu bado watu wajaona. Ile watu kuliwa yenye watu wasema watauliwa na bunduki bro. So hapa kitu kimebaki tu sasa, wale waoga waanze tu kwenda Homa. Waanze kurudi nyumbani. Kwa sasa ni kubaya bro. Sasa watu wakiamua warudi sasa maandamano. Unaona hata wasiwaneza dedi juu. Unajua Raila at least alikuja akaambia Ruto manze, enough is enough. Tulia sasa. At least tuone vile tunaweza move the country forward. Tusiharibu nchi yetu. But let's hope sasa nani atakuja kumuongelesha? Supporters wa baba wenye sasa umejua saizi baba ametuacha na amewaacha watu wake kama wako kwa government. Niliona some leaders walisema jana ati wako na Ruto, they are going to stand with Ruto penye wameachwa hadi mwisho. So hata tu hope kila mtu tu ata nini, peace tu ita prevail na hakutakuwa na hizo mambo mingi, but kitu najua 2027 it won't be very easy by the way. Sinaona hata nani Makoure ile time alienda juzi vile alienda Lee funeral alikatazwa kuingia place alikuwa anaingia, tuseme angekuwa na baba angepita tu. Kuna watu wanaenda kufeel hiyo. Alinyimwa access, aliambiwa lazima satiwe. Hata Gaucho saa hii yeye mwenyewe Gaucho alisema tu saa hii najua sina do. Saa hizo powers zake zilikuwa naongeanga hata kura tu. Like yeye mwenyewe asha feel manzi. Hata kura manzi. Kuna watu hata hizi by elections zenye zilikuwa happen November. Tuanze tu na Homa Bay pale kwa boy. I'm very sure kuna watu wenye ODM walikuwa shajua tu wamepewa free nomination by ODM, wanaenda kupata direct, wanaenda tu kupewa kura. Sasa hivi vitu zinaenda kuchange. Election nini, politics za Kenya zinaenda kuchange. Na sasa hebu imagine governor nini MCS wa Nairobi wakiamua sasa tena wanataka kuimpeach Sakaja. Who will help him? Nani atakuja tu Sakaja pia kwa pabaya. Hata kama Yesu watu kwa pabaya bro. Sina kwambia politicians wengi. Kuna politicians wanakulanga tu chabu bure. Kuna wengine hata nasikia tu ni ma MP, na hata hujai muona kwa wadi yake, hajaipiga hata picha akiwa maendeleo afanya kwa wadi yake. Anakuanga sana baba. Na inakuanga tu hata akipewa nini podium aongee. Raila wenye wanataka baba kila time wanaongelanga tu baba every time. Hiyo ndio manifesto yao. Unaona? So sasa hii at least pia isaidie watu sasa wa come up na new things nini. Era hii kwa sasa kama new era. So at least watu wa work wafanyie wananchi kazi kwa sasa. Kazi yako ndio inakunini. Ukiangalia contribution kwenye baba ameleta kwa Kenya, democracy ameleta devolution, baba amesaidia pakubwa sana, freedom of speech and all that. So saizi ni I think wa Kenya wanafaa tu kumappreciate class devolution nini ni Raila tu ndiye amesaidia. Wa Kenya wanafaa tu kumappreciate mazee na wakubali time yake pia. Nimeshajua huyo jamaa pia alikuwa mzee. Alikuwa mzee. Fika 80 si rahisi. Watu wanafaa kuelewa bana. Alikuwa amefika tu time yake pia. But sasa Uhuru bado yako bana. Na Uhuru is the eldest. But nafinika Raila ni juu stress pia zimekuwa mob. Unajua hili watu wamekuwa wakimwattack nini. Akifanya kitu poa watu wanamwattack. Akifanya kitu mbaya watu wanamwattack. Ile alikuwa anaenda maandamano. Wakui wanasema Raila anaharibu biashara zetu, sijui nini, juu Wajaluo wana biashara Nairobi, sijui nini, acha economy iende fiti. Aya akisema sasa tumeacha muandamano, acha ni work na iga venye mmetupea.
Raila umetusaliti, sijui nini, umeshapewa pesa. Bro, watu wanataka nini? Watu wanataka nini? So unajua hata yeye mwenyewe stress inaweza muua. Umekuwa ukifightia watu very ungrateful. Bana mimi nashindwa matuna vile nchi ukua bana. Haya sahi, but unajua nilikuwa nacheki watu wanasema hii burial ceremony ya Raila and everything, the morning haijai onekana kama hii ever since. Hata Kenyatta alidedi haikuwahi onekana kai. Nao ni ma presidents Kibaki, Moi, hakukuwa na morning design kai. Watu wametokea in large numbers to a point watu wanaanza question huyu jamaa alikuwa ana fail kura kweli. Juu kama hizi zote ni numbers zenye ako nazo, kama Nairobi au watu walitokea Nairobi peke yake. Wacha niwaulize, do you think baba angekufa kama yuko kwa hii broad based government ingemwakodi hiyo state funeral kweli? Siwezi. If at all angekufa kama hawako in good terms wenye alikuanga na Ruto. Angemtambua. But mimi na feel pia ana deserve kukua coded hiyo state funeral. Kabisa juu vitu amefanya ni worth it. Ni worth it man. So hapo kwa government pia government imefanya fiti. Yeah. So watu walikuwa wanauliza pale ati mbona Wajaluo mnatembea tu na nini matawi? It's a sign of, by the way, ina symbolize nini? Nilikuwa na cheki ati matawi ina symbolize unaona vile watu wanatembea na matawi zinaikuwa kwa magari. So any place yenye hizo gari zimefika ni kama unaona kitambo vile kitu ilikuwa ikihappen, kulikuwa na hizi sijui ma smoke kusend information ama kupiga kelele. So unajua vitu zilichange, so ikakuwa masimu zikakam, so ukitaka pass information na call, si ndio? Sasa hizi matawi ni kuonyesha like tumepoteza mzee, tumepoteza leader, tumepoteza mtu wa maana. So hizi magari zikipita na hizi matawi inaenda ikionyesha watu kuna mtu amepotezwa mwenye ni mzee mbigi sana. So kila place wamefika watu wanajua inaonesha even though hata watu wanaendelea mbele na biashara zao, inaonesha bado ni form ya kuonyesha wako pamoja na country kwa kuomboleza kabisa. Manze lakini baba ametupiga na surprise bana. Hii story inakaa haikai real. Inakaa ni kama tuna watch movie. Bado just vizuri. Mi lazima hiyo Sunday nifike Bondo nione kama baba anakuwa lowered. Though alisema the only people watakuwa loud around graveside ni only family members. I think. But do you think watu watakubali tu hivyo? Juu hiyo crowd nini watakontrol, lazima itakuwa. Juu kuna wale watu watasema mimi na lazima nifike tu nione baba akienda ndio niamini. Kuna wale watu wenye watakubali kwa private. Tunaona hata leo time at land airport mambo leo. Si ilikuwa apelekwe na gari kutoka kutoka Kisumu airport hadi Mamboleo stadium na convoy. So wakachange plan sasa akakuwa airlifted. Maanisha kutoka Kisumu hadi Bondo. Wakienda by road lazima. Wakienda by road hawatamanage. Hiyo jam inataka kuwa hapo. Watu watatembea. Bro. Watu wameamua kutembea kutoka airport JKIA hadi Kasarani stadium. Wanatembea pole bila stress, bila haraka nini. Wanaenda tu pole na baba. Na kulikuwa na allegations ati hiyo walikuwa wanatembeza an empty coffin. Hapana, hiyo ilikuwa ati body ilikuwa funeral. So lazima watu wanakuanga na propaganda. Ati Raila sijui alikufa funeral akapelekwa India. Bro, kwanza hata government ya India inaweza kubali ati body itolewe Kenya ipelekwe India wafanye nazo propaganda alafu irudishwe. Raila kwanza hata madaktari, unajua daktari ukipatikana kufanya kitu kama hiyo unaweza poteza license yako na utaikuwa. Unajua wa Kenyans wanakuanga na in every situations wanakuanga na something to say. So hizo tu ni plus unafaa kujua kuna mabloggers
but nimeona watu wametuma condolences zao pale, watu wabigi all over the world. Sijui kama ni true ama ni true, our bloggers tu ndio wametweet tuka hizo. Nilikuwa na cheki ule nini opposition leader wa TZ, unajua ako ndani. So alikuwa amesema ati awachiliwe, hata kata letwa na pingu azike beshte yake, azike Raila. Oh, alisema hivyo. Besigye pia nimeona yake ati ye pia ako ndani. Ye pia amesema Museveni amlete tu azike beshte yake, alafu wakitaka kumuua after hapo wamuue tu yeye. Sasa akishazika beshte yake mambo yake itakuwa imeisha. So sijui kama ni tweets tu bloggers ndio wametweet ama au wenyewe wamesema. Kwanza yeye TZ hadi wameonyesha hadi clip akiongea, but aliambia mtu kwa assistant wake usikose kwenda. Amesema ukiwa kwa court usikose kwenda matanga ya Raila, uende pale ni Afrika bana. Afrika tunaishi aje bro? Just imagine au ni yani opposition leader unafungwa ati jueni opposition leader. Imagine huko ndio juu unajua country lazima kuwe na opposition, ule mtu mwenye kila mtu anaweza agree na government. Bana. Sasa ati sasa ndio usionge bana hizi. Alafu Uganda, unajua Uganda na iko tuna ujinga. Nilikuwa na cheki Museveni time ya campaign, unajua sasa hivi wana campaign sijui elections zao ni next year or this year ikienda kuisha. Kasipula kwa huko. Kasipula ya chana, lamba tu. Kwa jamaa ananindo wengi bana. Kasipula yako Uganda. Anaambia jenzi ati ana campaign bana, anadanganya watu tunapenda Museveni bana. Ameenda campaign ya Museveni. Tena anataka kutoka aende campaign ya Samia Suluhu. Na mwananga pia Uganda, but unajua pia unafanya kuelewa. Huyo ni msepia na ana chase to the back. Hapo job. Ana chase hata kila mtu akule. Kila mtu afanye kitu ilimleta Nairobi. So nilikuwa nawaambia Museveni ana campaign. Jamaa ti haendi kwa street kuongea na wasee. Ametengeneza mannequins. Kitu inakaa statue. Alafu ikatengenezwa sura inakaa yake. Sasa hiyo ndio inatembezwa kwa street juu ya gari. Hivi bana, na wameweka sauti ya Museveni inaongea kwa speaker. Hivyo ndio anakabana. Hata hii clip yenye nimeona Kasipula akiongea, nani Museveni amekaa tu place peke yake. Amekaa huko mbali, alafu Kasipula kwa nini gari nyingine penye imewekwa hizo ma PA. Ndio anaongelea like kwani huyo jamaa na bado anaambia watu wa Uganda ati ndio term yake ya mwisho, ati watoke tu in large numbers, wamvotie juu ndio yake ya mwisho. Hata ameambia Bobi Wine support, alafu sasa next atasupport Bobi Wine. Museveni support Bobi Wine. Anajua haja atafika hiyo. Hata Uganda hata kila mtu ashajua after Museveni ni son wake. Kila mtu ashajua. Na itakuwa forced. Hakuna ati watu watachagua. Itakuwa forced to pick. Watakuwa na option ama nini. Na hata Cameroon unajua wanafanya the same thing yenye Museveni anafanya. President huyo wa Cameroon anaitwa sijui somebody Beya. Yeye pia alikuwa aende kuaddress watu kwa public. Yeye pia si ametengenezewa mannequins yake na ya bibi yake. Sasa hizi acha sasa ya Museveni na imekuwa juu ya gari. Sasa yake sasa ni funny. Mtu sasa imekuwa ni kama miti mbili. Sasa mtu ameshikilia huku, mtu ameshikilia huku, alafu ya bibi yake pia. So zinatembezwa hivi. Na ni big imefika huko juu. To make the matters worse, watu wanafuatilia nyuma wakishangilia. I think pia kunafaa kuwa na side time watu wako na hii conversation ya age limit kwa president kwa elective positions. But unajua shida ni Afrika tunakuanga so blinded in that tunaangalianga most of the things tuna copy from the West. But hata ukiangalia the West, but US kwa milioni kwa years lakini so hiyo sasa ndio Afrika tuanze sasa kusema ati sasa tunataka leaders wa young. Itabidi sasa majuu pia wakuwe na leaders wa young. Juu Afrika wamekuanga tu ati wanaangalia kila kitu from the West bana, yenye ni ujinga.
Sasa kusema age limit. Kwa kazi yenyewe ukiulizana tu kazi place yote naambiwa lazima uko na experience hiyo 2 years. Sasa hizo ndio umemaliza tu shule na experience unatoa. Unataka experience itoke wapi? So hapo kwa hiyo itakuwa naona. But baba si Baba rest may your soul rest in peace bana. Kisumu jana ilikuwa ilikuwa usiku, watu walifanya kando. So finally baba is being returned to Bondo. Baba is gone man. Sasa watu walikuwa nataka kurudisha baba Bondo. Finally amerudishwa. So acha tungoje tuone sasa watakuwa na blame nani. Unajua watu wamekuwa kiblame baba all along gava ikifanya sijui ni watu wana blame baba. So acha sasa yuko, acha tuone watu watakuwa na blame nani. Live leo nataka ku blame nani. Time sasa gava imeanza kufinyilia watu kwa makende vizuri. Hapo ndo watu watakuwa effect ya Raila. Nani atakam through kuokolea watu? Unajua Jamal kwa kuokolea wase na ku protect watu. But Raila amekapitia man. Amekapitia bro. Na zile vitu ameleta inji. Ni vile watu hawataki kufungua macho. But Raila alikuwa unifying factor considering the fact that Raila ndio the only person mwenye aliweza kuwork with all those governments. Na wakakuwa in agreement. Juu aliwork na government ya Kibaki, akawork na government ya Moi, akawork na government ya Moi, finally akawork na government ya Ruto. So alikuwa na find a way ya kuunify watu na bado kuleta peace. So hiyo ni mimi kwa history ya Raila yote tumelani. Unafaa to stay to humble. Bana. Na kwetu huyo mzee alikuwa mtu safi. Kwa stories zote kila mtu ametoa testimony yake. Huyo mzee alikuwa mtu safi. For the first time in history a politician watu wamemon design yenyewe haijai kuwa like unajua watu wanaonanga tu politicians ni watu wabaya, hatuwezi wamon nini. Hadi all along watu walikuwa politician akikufa watu wana make jokes. Watu wanasema huyu aende bana sijui nini. But for the first time watu wametokea in large numbers kumon politicians. Chemkati watu wali make fun and all stuff. Kwa na cheki unafikiria sasa nini inaweza fanywa kukumbuka nayo Raila because unajua tuwezi acha tu legacy yake iende hivyo. I think anafaa kutengenezewa statue. Kitu ya kwanza hata apart from statue, wala nafaa tu hizo vitu zenye alikuwa anafaitia. Watu endelee kufaitia vitu kama peace kwa hii country, hiyo freedom of speech. Hizo vitu zenye alikuwa mimi naona pia ODM inafaa tu keep up the spirit ya baba. Na the most important thing ni find true way ya kuna dem alikuwa in peace. Watu wakaitu. By the way, niliona dem fulani alipropose ku hiyo 80 shillings amefanya at 80 years old. But nothing ni kama hiyo ndio inaweza kuwa the best. Unajua pesa ni kitu wase wana interact nayo kila siku. But tuseme akiekewa kutoka statue itaikuwa tu Nairobi or maybe Kisumu. Ama hata ikiwa in every county, si kila mtu atakuwa anaiona. Unajua hata statue zenye za kwanza zimekuwa Nairobi county, lazima uende town uzione. Mtu mwenye anaishi tuseme hata Githurai ama Roysambu wapi, hizi tu places zenye ziko estates zenye ziko Nairobi, lazima uende town ndio uone hizi statue zenye zinakuanga. Na pia zinakuanga tu in designated places. Basi sasa kama ni unajua ni kitu hata watu watakuja centuries za kitambo huko bado wata interact na vile tuna interact na kitu haiwezi happen. I don't think kama ni but I think hiyo ndo watu wafaitie bana wamkumbuke na hiyo manze. Ndio naweza kuwa legacy fit sana. Hebu imagine atukua hiyo na Kenyatta but tulimuona kwa na watu wenye wako wanamjua aliona tu picha yake hapo juu ni tuna unashika kila siku nini hata ukikufa watoi wako wataipata wajukuu nini hivyo tu manzo. So Joey Baba soul rest in peace Joey. Round the Bay of Mexico where the sun shine daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica I made a stop, but I'm sad to say I'm on my way. I won't be back for many days.
My head is down, my head is turning around. I had to let her leave a little girl in Kingston town. Round the Bay of Mexico, where the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. I won't be back for many a days. My head is down, my head is turning around. I had to let her leave a little girl in Kingston town. Round the Bay of Mexico, where the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. I won't be back for many a days. My head is down, my head is turning around. I had to let her leave a little girl in Kingston town. Round the Bay of Mexico, where the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. I won't be back for many a days. My head is down, my head is turning around. I had to let her leave a little girl in Kingston town. Round the Bay of Mexico, where the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. I won't be back for many a days. My head is down, my head is turning around. I had to let her leave a little girl in Kingston town. Round the Bay of Mexico, where the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. I won't be back for many a days. My head is down, my head is turning around. I had to let her leave a little girl in Kingston town. Round the Bay of Mexico, where the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. I won't be back for many a days. My head is down, my head is turning around. I had to let her leave a little girl in Kingston town. Round the Bay of Mexico, where the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. I won't be back for many a days. My head is down, my head is turning around. I had to let her leave a little girl in Kingston town. Round the Bay of Mexico, where the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. I won't be back for many a days. My head is down, my head is turning around. I had to let her leave a little girl in Kingston town.